Naam, mpenzi mtazamaji wangu wa ukurasa wa Mtumishi Paul pale Facebook na Instagram mtumishi.paul, na pale YouTube channel yetu nzuri ya Moto Ulao TV Online. Niko hapa jioni ya leo nikikuletea ujumbe mfupi unaoitwa maisha na kazi. Maisha na kazi. Nikizungumzia kazi, nazungumza ni kitu chochote ambacho nakufanya na kinakuletea kipato ili maisha yaendelee, kwa sababu bila kazi hakuna kitu kingine kinaweza kuendelea. Ndio maana hata kwenye maandiko Mtume Paulo alisisitiza sana, lakini akaenda mbali zaidi, anasema kama huyo mtu wa kwenu hataki kufanya kazi, huyo hafai hata kula na asile, hata chakula na asikile. Japo watu wengi kwenye Biblia wanakosea, anasema asiyefanya kazi na asile. Haiwezi kuwa hivyo, kwa sababu kuna watu wengine dhaifu na nini, ni wagonjwa, wengine ni watoto, wengine ni wazee zaidi. Lakini tunapozungumzia kazi, tunazungumza kile kitu ambacho unakifanya kikakuletea kipato. Kwa hiyo jioni ya leo tunapozungumzia kazi, ninazungumzia kile kitu au lile jambo ambalo unalifanya linakuingizia kipato, maisha yanasonga. Kwa hiyo jioni ya leo niko hapa na nipo pamoja na vijana wengi, lakini wanajishughulisha na kazi ya ukandarasi wa kutengeneza barabara kama ambavyo pengine unaona hapa. Lakini nitazungumza pengine na vijana wawili watatu kuhusiana na kazi, lakini pia kazi wanazozifanya wao, na utatuambia hata wewe pia unaruhusiwa kutuma maoni kupitia ukurasa wangu ili kuendelea kujifunza zaidi katika jamii na kujua umuhimu wa kazi. Na hiki kipindi nitakiendeleza, nitakwambia umuhimu na faida za kazi, na baadaye nitakwambia pia hasara za kutokufanya kazi kwa mujibu wa Biblia na kwa mujibu wa maisha ya kawaida. Mpenzi mtazamaji, na mbele yangu hapa niko na vijana wawili watatu, na wanajituma, wako kazini, wanapiga kazi, na vijana wako hapa na nitamuuliza, bwana brother, vipi? Safi sana. Wema. Safi vipi? Habari za kazi bwana? Ile kazi nzuri. Ndio. Na nimetembelea hapa leo, mpenzi mtazamaji, hawa ni vijana wanajituma, na nitamuuliza jina lake, atatuambia, alafu baada ya hapo nitaongea naye maswali mawili matatu, na baada ya hapo tutazungumza na mwingine. Karibu bwana, tuambie jina lako alafu. Kwa majina natambulikana kama Nicholas Story. Nipo katika ukandarasi wa kutengeneza barabara hapa kama unavyoona. Ndio tunapoona hivyo ndio tunaweka paving kwa ajili ya watembea kwa miguu. Ndio unapoona kazi inaendelea hivi. Na mimi nipo hapa kwa ajili ya kipindi kinaitwa maisha na kazi. Nikuulize swali tu kidogo, pengine unaelewa nini tunapozungumzia kazi? Kama ninavyojua mimi kwa maana ya kazi, kazi ni shughuli yote ambayo mtu anafanya na inamuingizia kipato. Safi sana. Na naona hapo unajituma, unapambana kufanya hii kazi, na pengine kwenye hii kazi una uzoefu wa muda gani? Hii kazi na uzoefu takriban kama miezi miwili hivi katika kufanya kazi ya barabara. Vipi inakuenda katika maisha? Inaenda hivyo hivyo, maana wanasema mtu anachukua na anachopata. Ndio hivyo tunaishi nao hivi. Bila tunaipata kuelekeza kwa mbali ili uone kama unaweza kupata kama na vipi kuhusiana na wale ambao wamekaa wamebaki wanalalamika hawafanyi chochote, wanazungumza tu kwamba hakuna kazi, hakuna ajira, serikali inawabana na vitu vingine, lakini wewe umeamua kujipiga hapa kuendelea na maisha yako? Hiyo inasemaje kusema hao? Hiyo ni sahihi. Watu wengi sana wanakaa bila kufanya kazi, lakini tunawashauri wajishughulishe kazi zozote mbalimbali, kazi wafanye. Sishauri kwamba endelee kukaa, wajishughulishe na kazi mbalimbali ili waweze kupata kipato. Tunawashauri waendelee kukaa, watafute mbalimbali kazi mbalimbali. Kuna umuhimu wa kuingia kazi? Hakuna umuhimu bila kazi. Na kuna maisha bila kazi? Hakuna maisha bila kazi. Penzi mtazamaji, kama ulivyosikia Nicholas anavyojibu ni kwamba hakuna maisha bila kazi. Hakuna umuhimu wa maisha bila mtu kufanya kazi. Kama watumishi wa Mungu alishatangulia kusisitiza, anakwambia usipofanya kazi, hata usipotaka kufanya kazi, hata chakula huruhusiwi kula, yani haufai kula, kwa maana hauna kitu cha kufanya. Kwa hiyo wewe unatakiwa kufanya kazi. Na mpenzi mtazamaji, nitasogea pia, nitazungumza na kijana mwingine. Baada ya hapo tutakuwa tunamalizia. Haji wetu, niko na kijana mwingine hapa, atajitambulisha jina lake, alafu swali la kwanza ni lile, yeye anaelewa nini tunapozungumzia kazi au maisha na kazi. Karibu, mwambie jina lako na
tuambie moja kwa moja nini maana, naelewa nini maana ya kazi au maisha na kazi. Karibu sana. Kwa jina naitwa Simon Benedict John. Kwa ufupi kuhusu maisha na kazi naelewa nini, kwamba maisha tunazungumzia jumla ya umri wa mtu kuzaliwa mpaka kufa. Kwa vile vitu vyote ambavyo amefanya hicho katika wakati inakuwa ni maisha. Ila kazi tunazungumzia ni ile shughuli ambayo unaweza kuifanya na kupatia kipato ili kuendesha maisha yako. Kwa maisha na kazi ni vitu ambavyo vinawiana. Ndio, na nimekukuta hapa uko na pambana, bila shaka pembeni iliko cheke, upo kwenye ukandarasi wa barabara kwa ajili ya kipato. Labda unazungumziaje ugumu wa hii kazi ya ukandarasi na nini ambacho pengine unajifunza kutokana na hii kazi, ugumu wake, na unajifunza nini pia? Ugumu wa hii kazi, cha kwanza ni kwamba inatumia nguvu muda mwingine. Kwa hiyo inahitaji uwe na uvumilivu. Na siku unakuwa umechoka, lakini unajikuta leo unakuja kazini kama unavyoona hapa. Maana yake hii unapiga cheke, unafanyaje? Kile kitu muda mwingine kuna kuchimba. Kwa hiyo inahitaji uwe na uvumilivu na uwe na afya njema. Lakini ugumu mwingine pia tunafanya na watu ambao wageni. Kuna mtoto wao hawajui lugha, kuna wakati ya Kiswahili mnapishana, sio kwa sababu hujui, huenda alikuwa anakuelekeza yeye atakayofanya hivi, akahisi kwamba haujui kabisa, kumbe tu mlipishana nini kutokana na lugha. Kwa hiyo ugumu mwingine kama huo. Lakini pia hii kazi ambayo unaifanya na kushughulika nayo, kuna sehemu nyingine kwenye maisha inakunufaisha chote. Inanufaisha, kwanza napata kipato, japokuwa sio kubwa sana, ila napata kipato ambacho kinaniwezesha kufanya shughuli zangu nyingine za kimaisha, kula, kulipa kodi na vitu vingine vya kimaisha. Lakini pia inanipa ujuzi ambao kama nilivyoniuliza mwanzo kwamba napata nini katika hii kazi, nimejifunza nini. Ujuzi, nilipiga shughuli masuala ya ujenzi, lakini kwa sasa hivi kwa asilimia kubwa nafahamu, ambapo ni baadaye nikatoka hapa nikaenda sehemu nyingine nikafanya kazi ya ujenzi. Maana yake imekuwa kama ni daraja la kujifunza. Safi sana na kwa majibu haya ambayo tunayapata, lakini pia kuna washauriji vijana ambao wamekaa mtaani wanalalamika wakizungumza kwamba maisha ni magumu, hamna ajira, hamna nini. Wewe una wito wako ni nini kwa hao vijana? Mimi wito wangu kwa vijana ni kwamba hamna kitu chepesi. Kila kazi na ugumu wake.